Vile tunaona rais akisema kwamba hii mambo inaitwa Kasongo must go ni wimbo ambaye ilikuwa na the way anaongea ni mtu anajijua, anajua vile amejipanga mbele, nyuma, kando. Saa hii mnaona kwamba tunaelekea 2027, tunaelekea kwa uchaguzi. Juzi kulikuwa na IEBC ambaye iliongezwa majina Walihad na ni Maoria na wengineo wenye wako pale ndani. Sasa ni mtu ambaye anajipanga, na mimi nataka niwaambie kwamba kutoa rais in Africa mwenye ako kwa power sio tu 1 2 3, sio rais vile mnafikiria. Huyo ni mtu ambaye ako pale ndani, na yeye anajua kwamba ikifika siku fulani ni hivi nitafanya ndio nirudi kwa hiyo serikali. So mimi nataka niambie wapinzani wa William Ruto wa relax, wajipange huko mbele 2032. Lakini hapa 2027 William Ruto amejipanga, kwa sababu the way unaona vile anaongea, anasema Kasongo ni wimbo ambayo ilikuwa inaendelea, tuendelee na hiyo wimbo. Ni mtu amejipanga vizuri. Nikichangia hii mada ambayo wamesema Sifuna ako na future, mimi nimeona Sifuna wawili. Sifuna ako ndani ya serikali na Sifuna mwenye miguu ingine moja iko nje. Mimi nataka niambie Sifuna hivi kwamba kama ni serikali, ingia ndani ya serikali. Kama ni kutoka, toka mapema. Mimi nilifurahia sana Rais William Ruto. Ulisomea huyu kijana mbele ya baba yake na ukasima yeye, ukaambia yeye atulize bangi kidogo, kwa sababu Sifuna alikuwa amekuja sana kifua mbele na juu ya kwamba kuna founders wa ODM. Mimi Sifuna tulikimbia na wewe tukikutafutia kiti ya usenate na ukapata. Sasa umepewa mpaka kiti huko kwa ODM na unaona baba mahali yako. Na mimi nataka nikuambia Sifuna kwamba kichwa shimbo haitawahi kuwa kichwa. So baba bado ako ndani na yeye ametuambia twende kwa serikali ya William Ruto, na sisi tuko huko ndani wote, na tunasema kwamba 2027 ikifika, kuna watu wamejipanga mahali ambayo wanajiita akina Wamnyoro, na Wamnyoro amejipanga na tu watu pale ati akina Eugene Wamalwa, ati wanasema wako na mpango ya kutoa William Ruto. Mimi sioni mtu wa kutoa William Ruto hapo. Kuna Matiang'i, sioni. Huyu Morara, mimi najua Morara ulikuwa unaomba tenda pale kwa serikali, lakini kwa sababu tuliona wewe ni muizi mdogo ambaye ako na akili, tukasema waje ukaa huko nje kwanza kidogo, kwa sababu uko na mchezo na ulikuwa unataka kuja kuiba. Sasa sasa unataka kwenda unafunua curtains. Unasema ati William Ruto amewacha sijui ameacha barabara fulani, sijui ame-launch wapi. Unazunguka ukitapatapa, ukitaka kutafuta njia ya kuingia ndani ya serikali, lakini haupati. Saa hizi ujuzi wa Gen Z walijitokeza wakienda kwa barabara wakisema ati Ruto must go. Ati wewe ukajitokeza hapo ukaanza kuingia ndani ukisema ati Ruto must go. Wewe tunakujua kwamba ulikuwa uko na ulikuwa unataka kupeleka tumbo yako, na saa hizi tumekujua kwamba wewe ni tumbo yako inakupeleka kwa serikali. So hakuna mahali tutakukaribisha. Wewe kaa hapo kwanza. Mimi nashukuru sana Kasipul aliona kumeumana kakakimbia pia ukakafuata baba, na hiyo ndio tunataka. Na mimi nataka niambie Kaucho, kaa hapo hivyo na kina Oscar Sudi na kina Faruk, na watu waache Faruk. Wanasema ati Faruk sijui amefanya nini. Faruk mtu mdogo, mnaulizia nini? Faruk afanye kazi yake. Mimi hata ningepewa hiyo kazi ya Faruk hivyo tu ndio ningefanya vile Faruk anafanya. Na mimi nataka niwaambie mfanye kazi yenu, msikuwa na wasiwasi, kwa sababu tuko na kiongozi mmoja ambaye ni Rais William Ruto, na yeye anatuongoza, anatupeleka Canaan
Bwana, nyinyi mnaona sasa hivi William Ruto ametengeneza manyumba. Hao watu wenye unawaona hapa Kenya sasa hivi watakuwa na affordable housing hapa hii Kenya. Ukienda saa hizi hii Nairobi, landlord ukisend hivi kapesa ya landlord unapata sijui wa Njoroge, sijui wa nani. Sasa saa hii tuko tunajipanga ili tulete affordable housing hapa Nairobi, ndio manyumba iteremuke. Mwaje kulipa nyumba 10,000, 15,000 hadi bed sita. Uanze kulipa nyumba 2 bedroom 3,000 na uishi vizuri. So William Ruto lete manyumba hapa, watu wakuwe sawa. Na mimi nikimalizia na waambia nyinyi wote muache kukondea huko, mkuje kwa serikali tunaone pamoja.